Bwana, ninaenda Zanzibar, alafu nikitoka Zanzibar na nyoosha Dubai. Bwana, cheki kama unavyoona hapo, nikaamua nipande boti kwa sababu ndege nishapanda sana ndege zaidi hata mwendo kasi. Nikachukua boti kama kawaida, nikakaa zangu VIP kama unavyoona hapo, nimechill. Nikaenda kidogo kwa nani wanapaita kwa nahodha. Nika chill kidogo, nikamwomba nahodha fulani, dada mmoja kanirekodi. Basi ikafika baadaye nikabidi niingie hoteli, then baada ya kufika hotelini kama unavyoona chumba kama unavyoona, niko na PS yangu, popote ninapoenda lazima niwe na PS yangu. Nikaagiza msosi. So unajua tena misosi ya hotelini inakuwa midogo kwa ajili ya wazungu, ambao kizungu kaagiza sahani 2 bwana, Kenyamwezi. Asubuhi ilifika nikaenda check view kama unavyoona, hii hoteli bwana ni $250 per night. Asubuhi breakfast ni bure, ni buffet, unajisevia kama unavyoona masausage manini. Jamaa ukaangia yai unalotaka, anakuwekea viungo nini kama unavyoona hapo, kanikaangia yai. Nikachukua breakfast yangu ndogo tu. So unajua breakfast hataki ule sana, kidogo tu kama unavyoona. Nikatulia, naona sea view. Nikaenda kukaa sehemu ya sea view ili niweze kuona, nikarudi kuchukua na mikate kidogo. So unajua tena asubuhi mayai kama unavyoona, sausage nini. Kidogo tu breakfast ya Kenyamwezi, sea view kama unavyoona. Haya ndo maisha. This is living. Sea view unaiona bahari ile pale ile. Sea view ni gharama sana kukaa sehemu kama hii. Basi nikamaliza na chai yangu ya maziwa hapo nimewekewa, nimeserviwa. Then baada hapo nikaenda zangu town bwana. Nikaingia town hapo wanapaita sijui Michenzani Mall. Na wenyewe Zanzibar wana mall nzuri sana kama unavyoona. Niliingia huko kutafuta sehemu nicheze PS, yani sehemu nitafuta kibanda cha PS. Niliuliza nikaambiwa nije hapa. Ndo hapo nikawa nimefika. Nikaingia huko nikacheza sana game. Niliwafunga sana. Kusema ukweli Zanzibar hamna bingwa kama hapo, nimemfunga kataki kurekodiwa hapo, unaona. Piga 4 bingwa wao, afu alitaka loser, akalipa zote yeye mwenyewe. Basi ufika usiku nikarudi zangu hoteli kama unavyoona, sea view hapo, bahari unaiona. Asubuhi kama kawaida breakfast. Breakfast yangu ndogo tu, yani kibosi kitajiri. Unakusa kidogo. Matajiri atuli sana bwana. Kama unavyoona nikachukua na kitimoto. Bwana kitimoto ipo Zanzibar kama unavyoona hiyo hapo hiyo. Kitimoto ya Kichina inapigwa Kichina. Basi nikarudi hoteli, kabidi nivae, nikajipulizia mautuli nini, naenda zangu Les Saint Tropez, Nungwi na Kendwa. Kwa hiyo safari ni Les Saint Tropez, Nungwi na Kendwa. Les Saint Tropez bwana kulikuwa na white party. Bila kujua mimi nikavaa tu nguo nyeupe. Nimefika pale, hapa ni hotelini kwangu, bado still niko hotelini, bado sijatoka. Nilipofika Les Saint Tropez bwana, nikashangaa kumbe leo Ijumaa kuna siku ya white party. Kulikuwa kuna kama sherehe fulani, kama party fulani, na kuwepo ma DJ nini kama unavyoona. Meza hapo, meza za mbele zile ni $50 kama $130 na kitu hivi kama sikosei. $130 na kitu kama menu unavyosema pale. Sehemu ni nzuri sana, naipa 10/10. Kama unavyoona mwanzoni kabisa, ukichukua meza ya mwanzoni kabisa kule karibu na bahari na swimming pool ndo $50. Za nyuma bei inashuka kidogo. Basi nikasema kwa sababu ni mara moja, once in a while, kabidi tuchukue meza ya mbele kabisa yani. Nikakaa mbele kabisa. Sio ni meza, sio ni vitanda hivi, mwenyewe utaviona. Hivi hapa kama unavyoona hapo ni mwanzoni kabisa, kwa sababu unaanza hapo wewe, unaona swimming pool, unaona bahari. Afu huko nyuma wanakaa watu wengine wa Kitonga, bei za Kitonga. Ni sehemu nzuri sana. Yaani unaweza kaisi Santorini au Maldives, kumbe ni Zanzibar bwana. Na katika hiyo $135 unapata kinywaji tu na bites kidogo. Utaziona bites hapo mbele. Sehemu ni nzuri kwa sababu nilifika mapema, party iko inaanza jioni. Kama unavyoona kuna bites. Nikasema basi ngoja nitoke tena, niende zangu Kendwa kwa sababu nilikuwa sina muda. Kwa sababu sina muda, mimi sio mimi, ni content creator tu. Nikaenda zangu Kendwa, nikatoka hapo St. Tropez na tag yangu ya VIP mkononi. Nikachukua taxi yangu, nikafika Kendwa. Kendwa lengo kubwa ni kwenda kuzama chini ya maji. Nikapiga picha na samaki, nikanywa kahawa baharini. Basi wakaja wakanifuata na mtumbwi kunipeleka hadi sehemu ya katikati ya bahari ili tuweze kuzama chini. Sio muda, basi unafika kama dakika 5 tunakoshafika. Unavyoona kuna michezo mingi baharini. Kweli nikafika, nikaingia chini, nikanywa kahawa chini ya maji. Jamaa anaelekeza fanya hivi. Jamaa nikubali kwa sababu nilikuwa jasiri sana. Unaona? I love Zanzibar. Hii ni chini ya maji mzee. Basi kituristi kama unavyoona hivyo. Nikaenjoy utalii wa ndani. Sio juu ameshazoea Dubai, vitu unavyonaga Dubai, Maldives uko wapi? Kumbe na Tanzania ipo, unaweza ukaishi Tanzania kama upo Dubai. Kama unavyoona nikaenjoy sana. Nilitumia muda mwingi kama dakika 30 hivi chini ya maji. Nilienjoy, nikajisi samaki, nikamaliza huyo, nikaondoka na rudi zangu juu kama unavyoona. Nilirudi juu, nikaenjoy, kabidi nirudi tena kule Les Saint Tropez. Kama unavyoona kwa jioni sasa watu washaanza kujaa. Kukaa kuna muziki baadaye, wanacheza muziki. Ni sehemu nzuri ya have fun. Kwa hivyo mimi sio shabiki sana wa muziki, nilikuwa napenda sana kucheza maji. Huyo nikaingia chini ya maji. Simu yangu unajua waterproof tena 17 nilichukua Dubai. Jioni kama unavyoona hapo na enjoy muziki. Les Saint Tropez kuna DJ anakuepo, huyo ndio Hyperman huyo.
Tulienjoy sana. Kwa kuna muziki, nikanacheza na have fun. Naona kama wengine kana birthday yao. Wengi hapo ni wazungu. Kutana na wabongo wachache sana. Wazungu wa Nigeria labda na wa South Africa. Ina asilimia kubwa watu wanatoka Marekani wanakuja hii sehemu. Kama unavyoona usiku, kitandani mtu anawekea maua nayo. Yaani kiasi kwa nafanya usafi, lakini kitandani anaweka maua. Sasa maua ya nini kitandani? Basi kwa sababu nilikuwa Kendo ikabidi nilale Nungwi kama unavyoona siku hiyo. Kalala huko Nungwi asubuhi kama kawaida. Breakfast ya kutosha, breakfast mazito, chai nzito. Hii ndo chai nzito. Kisikia chai nzito ndo hii. View kama unavyoiona hii hapo ya hoteli. Kinyamwezi, maperfume yangu siwezi kuyaacha popote napoenda, lazima ninukie vizuri. Basi hapo ikabidi nianze sana trip za kurudi Bongo, kujiandaa na safari ya Dubai. Basi kama unavyoona tunarudi zetu Dar es Salaam, nishafika ndani ya masaa mawili, nishafika ile saa 1:30 kama sikosei. Basi kesho yake nilipofika tu, kesho yake huyo nikampigia mwanangu ana Kasubaru kake aje kutuchukua, tunaelekea Dubai, atupeleke airport. Tukatia mizigo yetu ambayo tunarudi nao Dubai. Beach boy njiani foleni, ya mambo unajua Dubai hamna, hata Zanzibar hamna. Basi tumefika Terminal 3 tunaingia Kinyamwezi. Tumefika Terminal 3, Terminal 3 yenyewe inafanywa marekebisho hapo, unaona kwenye ukanda wa blue. Tumefika hapo kama unavyoona Terminal 3. Niko na mwanangu hapo Kariakoo Point Shiko Paganzi. Tumefika CIP Lounge. CIP Lounge tunaingia, huo ni ukumbi wa watu mashuhuri. Yaani huko unaweza kukutana na matajiri, unaweza kukutana na viongozi wakubwa, ni humu. Humu haingii mtu wa kawaida, kinyonge akiingia. Tumefika kama kawaida, na humu ni buffet. Kachukua buffet yangu. Sio mimi nagusa tu kidogo tu, chakula kidogo tu na matunda kidogo. Hatuli sana tu diet. Kama unavyoona, tunajiandaa safari yetu Dubai. Tumefika mapema. Akatuletea na chips yai baada ya kumaliza chakula cha kwanza, akatuletea na chips yai. Hizo ni nyama za kusaga, zilikuwa tamu, niliongeza mara 2. Basi tukaboard, tukaingia kwenye ndege Emirates kama unavyoiona, tunaruka kujiandaa kwenda Dubai. Nikakutana na mwanangu Gengelito, huyo kama unavyomuona Gengelito. Wadada wa Emirates ni wazuri jamani, ni wazuri. Sasa mnavyoona hudumu. Huyo ndo mwanangu Gengelito, anaitwa Best Price. Tunaiacha sasa Afrika hapo. Unaona Tanzania ilivyo juu. Utaona Tanzania na Dubai utofauti wake kwa juu. Tanzania inaonekana kama sijui kuna vimishumaa vimepangwa hivi. Lakini Dubai kuna mwanga fulani hivi wa Kinyamwezi. Lakini ndo nchi yetu tunaipenda sana Tanzania. Tukapanda ndege mpya ya Emirates, ndege mpya hapo imeletwa kwa ruti ya Tanzania. Ni kali, video yake kali, kamera yake kali, kama unaona TV yake ni kali. Unaona sasa Dubai sasa ilivyo. Hiyo Dubai kwa juu, na hapo ni karibu na airport, hamna majengo marefu. Unajua sehemu yote karibu na airport hamna majengo marefu. Basi tukawa tumewasili Dubai kama unavyoona. Tumetua ni masaa kama 5 hadi 6. Tumewasili ona airport. Yaani airport ni noma, yani noma, very classic, sije kuona duniani. Tukachukua gari hapo kwa sababu tulikutana na wabongo wenzetu, tukachukua gari fulani la Kinyamwezi. Unajua huko magari mengi ni ya umeme. Gari ni kali vibaya mno, gari ya kuvimbia hii Bongo. Lakini huku ni taxi. Kali, hebu angalia dashboard yake. Gari imenyoka vibaya mno. Afu dereva Mnyamwezi tu yani. Unachotaka anakupa, yani muziki utakuweka una play. Hapo ndani ya airport bado. Airport ni kubwa. Sije kuona airport kubwa kama ya Dubai. Kutoka mnaweza mkatumia dakika 5. Basi kama kawaida nikawa nimefika ofisini Buifast Cargo. Nikakuta kazi zinaendelea kusafirisha mizigo, na ndo kazi yetu huko Dubai, kusafirisha mizigo kutoa Dubai kupeleka Bongo. Kwa hiyo kama upo Bongo au uko Dubai unataka kuagiza mzigo kuja Tanzania, kampuni ni moja tu, Buifast Cargo. Nikawa nimefika ofisini baada ya kumaliza kazi za kutuma mizigo na kupaki mizigo ya wateja. Hivyo yani Buifast Cargo number 1. Kama unataka kusafirisha mizigo, tucheki Buifast Cargo, tunapatikana Dubai. Na kwa Kariakoo tunapatikana pale opposite na jengo la Simba, mtaa wa Msimbazi. Mgeni nimefika, ikabidi nipate samaki kidogo.